Kwaresma neno lenyewe tu kwa Kilatini waliita Quadragesima ni siku 40. Kwa hivyo tutaendelea kuangalia siku 40 kwa Wayahudi maana yake nini? Maana yake ni ukamilifu. Yani kitu kilicho kamilifu ni 40. Kwa hivyo Kwaresma siku 40 maana yake nini? Siku 40 ambazo tunajikaza kabisa kuishi ukamilifu wa maisha yetu ya Kikristo. Ilikuwaje? Toka mwanzo, ndugu zangu wapendwa wa kanisa, kilichokuwa kinaangaliwa ni ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Watu walioingia katika kumwamini Yesu Kristo waliamini kwamba kiini kabisa cha Ukristo wetu ni ufufuko wake Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa waamini wa kwanza ndio hao mitume na wengine waliowafuata wakafikia mahali ambapo wanasema ndio tunaweza kuadhimisha kila Jumapili ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini inafaa tujiandae ili adhimisho la Jumapili yani adhimisho la ufufuko la kila Jumapili liweze kuwa na maana zaidi. Wakapanga siku 3, maana wakasema kwamba huyu aliyekufa Yesu Kristo, huyu ambaye amefufuka, bila shaka alikufa. Na kama alikufa kwa namna gani? Na alikufa kwa ajili ya nini? Ndipo walipopanga siku 3 za adhimisho, kilele cha Pasaka tunavyosema, ya mateso na kifo na ufufuko wa Bwana. Baadaye walipotambua zaidi na zaidi ukweli na utamu wa wokovu wetu kupitia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, wakasema kwa kweli matayarisho hayatoshi. Wakarudi nyuma siku 40 kuanzia Jumatano ya Majivu. Wajiandae kwa muda wa siku 40 ili kusherehekea vizuri sana mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Ndivyo Kwaresma ilivyoanza. Ni siku 40 kabla ya adhimisho la Pasaka. Alafu adhimisho la Pasaka wakaona kwamba siku moja tu kuadhimisha kufufuka kwake Bwana wetu Yesu Kristo haitoshi. Wakaona afadhali adhimisho lile na sherehe ile na haleluya ile iendelee mbele siku tena 50. Ndio ikafika Pentekoste. Kwa hivyo kipindi cha Pasaka kinaanza Kwaresma leo na kinakamilika siku ile ya Pentekoste. Kwa hivyo siku 40 kabla ya kifo na ufufuko wa Bwana, alafu tena sherehe ya furaha siku 50 mpaka Pentekoste. Kwa hivyo ndugu zangu, tunapokuwa katika kipindi hiki cha Kwaresma ni kwamba tuko katika maandalizi. Tunajiandaa kuingia katika kuadhimisha kilele cha mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunajiandaa
ili sisi nasi sio tu kwamba tuweze kuwa washiriki wa mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, bali sisi nasi tusafiri pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo katika maisha ya nini? Maisha ya toba kwake Mwenyezi Mungu kwa makosa yetu, tukimwomba tuhurumie, alafu tukiunganika pamoja na familia zetu, tukiunganika na wanajumuiya kwa pamoja, tukiunganika na kanisa katika ngazi zote, kuanzia kwenye familia, katika vigango, katika parokia, katika jimbo na katika ulimwengu mzima, tuunganike kwa pamoja ili sisi tulio wa dhambi tuweze kupokea mpango wa Mungu kwa mwanadamu. Na hapo ndipo nikuambie basi, ndugu yangu mpendwa, hatutaweza kutambua maana ya Kwaresma, wala hatutaonja mfungo wa Kwaresma vizuri bila moja, kutambua, kukiri na kuthamini mpango wa Mungu kwa mwanadamu, mpango wa Mungu kwako na kwangu mimi. Kwa sababu Mungu ana mpango na kila mmoja wetu. Hakuna hata mmoja wetu, nikwambie ndugu yangu, unapofanya Kwaresma hii, hakuna hata mmoja wetu aliyemchagua baba yake. Nakwambia hata kama kuna hata mmoja aliyemchagua mama yake, aniambie. Wala hakuna hata mmoja wetu ambaye amechagua azaliwe alipozaliwa. Wala hata mmoja wetu, hakuna hata mmoja wetu aliyechagua azaliwe mwaka ule aliozaliwa. Mungu ana mpango wake nasi, na mpango wake unatekelezeka katika maisha yetu usiku na mchana, hata bila sisi kufahamu. Kwa hivi, la kwanza, tutaweza kufaulu Kwaresma pale ambapo tutaanza kutambua, kukiri na kuthamini mpango wake Mungu katika maisha yetu binafsi. Kwanza, Mungu ana mpango gani na mimi kwa kuniumba? Ameniumba kwa sura na mfano wake, tunavyosoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza aya ya 27 mpaka ya 31. Anasema Mungu alimuumba mwanadamu, mwanamume na mwanamke aliwaumba kwa sura na mfano wake. Tunasimama hapa, tunaweza kuona tumetoka huku na huko, lakini mpango wake Mwenyezi Mungu kwenye adhimisho letu na kushiriki kwetu Kwaresma lazima uwe mbele ya macho yetu, ndipo tuweze kufaidi katika roho na kweli, kama Injili ilivyotuambia. Katika roho na kweli, maana yake nisifanye tu hivi hivi watu wanione, au nisifanye kwa kujivuna, lakini nifanye nikithamini na kumuuliza Mwenyezi Mungu, hivi Baba, una mpango gani nami katika maisha yangu? Tumeumbwa kwa sura na mfano wake. Halafu baadaye akasema, nawapa mamlaka yote, nawapa ulimwengu huu mzima mutawali, viumbe vya mbinguni, vya ardhini, vya majini, vyote
viko chini yenu. Kwa hivi tunaanza kutafakari juu ya hilo. Tunaweza kuimba nyimbo za kugusa mioyo yetu kwa kusikitika tu eti kwa sababu tumetenda dhambi, lakini kumbe kile tunachopaswa kukigusa cha kwanza ni kujiuliza, Mungu Baba yangu, una mpango gani nami katika maisha yangu? Hilo ndilo la kwanza tu, ndugu zangu. Kwa hivyo nikafikiri, na kadiri nilivyoongea kidogo na uongozi, kwamba wiki ya neema tutakayofanya katika parokia hii itatufanya tuguse na tuguswe juu ya mpango wake Mungu katika maisha yetu. Ametuumba kwa sura na mfano wake. Ametuumba chini kidogo tu kuliko malaika. Ukiziangalia mbingu kama Zaburi ya 8 inavyotuambia, ukiangalia vitu vyote vilivyopo vya ajabu, na ukamwangalia mwanadamu, unaweza kusema pamoja na mzaburi, Mungu, mtu ni nini hata umkumbuke? Mwanadamu ni kitu gani? Umemuumba chini kidogo tu kuliko malaika. Ni wewe na mimi, thamani ya utu wako. Mababa wetu, maaskofu wa Tanzania, wameandika barua ya Kwaresma ya mwaka huu wakikazia hilo, sifa ya utu. Tumeumbwa tuwe bini Adamu, watu walioumbwa au viumbe vilivyoumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwaresma ya kweli inaanzia hapo. Sio kuanza tu hewani, nimefanya hiki, Mungu nihurumie. Tunaanza na kusema, Mungu, mpango wako ni nini kwenye maisha yangu? Niko kwenye familia hii, nina watoto hawa ulionipa, ninawasomesha. Kuna majirani hapa, nina ndugu majirani wanaonisumbua usiku na mchana. Kuna watu wanaonipenda, kuna wale wanaoniamini, kuna wale wanaoniudhi. Unasemaje Bwana, ili niangalie namna yangu ya kuishi, namna yangu ya kufikiri, namna yangu ya kusema, kauli zangu, misimamo yangu, namna yangu ya kutenda inafanana na nani? Inalingana na huo mpango wake Mwenyezi Mungu au hapana? Ndugu zangu, tuko hapa na wenzetu pia wako katika adhimisho, na maadhimisho haya yatakayotukumbusha leo. Ukipakwa majivu hapa, zamani tulizoea, kumbuka wewe ni majivu, ni udongo na utarudi kuwa udongo. Sio shauri ya kutafakari juu ya kifo tu. Pamoja na hilo, la kwanza na ambalo ni la muhimu na linatusukuma mbele ni kufuata maneno yake Kristo mwenyewe alipomaliza Kwaresma yake kule jangwani. Akajaribiwa na Ibilisi na akamshinda Ibilisi sawa sawa. Maana alimwambia, una njaa, mikate hii na una nguvu, geuza mawe haya, geuza yawe mikate. Anamwambia, imeandikwa. Si mikate tu ni chakula, bali neno la Mungu. Amejaribu kumfanya ajivune, ajitupe chini. Anamwambia, usimjaribu Bwana Mungu wako. Halafu anajaribu kumwambia, nipigie magoti, mali yote hii ni yangu.
anasema imeandikwa, utamwabudu Bwana Mungu wako peke yake. Yesu ametoka katika Kwaresma yake na anatufundisha namna ya kufanya Kwaresma. Anasema tubuni na kuiamini habari njema. Hilo la kwanza. Mpango wake Mwenyezi Mungu umevurugwa na shetani. Kama alivyokuwa na mvuruga Yesu, ndivyo mwanadamu alivyovurugikiwa mpaka akamwasi Mungu. Kwaresma inakuja hapa. Angalia, mpango wangu kwenu ni mpango mzuri, lakini ibilisi amewakamata, amewadanganya. Lakini na mimi narudi kwenu. Hiyo safi. Kwa huruma yangu, kwa upendo na huruma yangu, ninarudi kwenu. Ninatamani mnisikie sasa, mtubu na kuigeuza mienendo yetu. Hatuwezi kusema leo yote, lakini tutajitahidi katika wiki hii tuweze kuingia ndani hatua kwa hatua. Kwaresma au saumu au mfungo unaomfurahisha Bwana. Maana ni pale ambapo tunapokiri kwamba tumekosa. Alafu tukisasema tumekosa katika nafsi yetu, tumrudie Mungu, tumwambie Bwana utusamehe. Kwaresma inalenga pale ambapo tumevuruga au tumeharibu mpango wa Mungu katika maisha yetu. Tumeharibu labda kwa udhaifu wetu, au labda kwa kudanganywa na yule mwovu. Tumefikia mahali ambapo tunasema, Bwana, tazama nipo, nimeisikia sauti yako ukibisha mlangoni. Maana yeye mwenyewe, kama tunavyosoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 3 aya ya 20, anasema, tazama nipo mlangoni nabisha, hodi hodi. Nipo mlangoni mwa moyo wako, nipo mlangoni mwa familia yako, nipo mlangoni mwa jumuiya yako, iwe ni ya kitawa, ya kipadre, iwe ni ya kilei, iwe ni jumuiya ndogo. Amesimama anabisha hodi na anasema yeye mwenyewe, mtu akiisikia sauti yangu, halafu akaufungua mlango, naam, nitaingia kwake, nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Kwaresma hiyo, hata nyimbo zetu tukiimba, hata sala tukisali, na hata tukipepekewa ishara ya msalaba na majivu tunayoyabariki, tukumbuke ile sauti inayogonga kwenye moyo wa kila mmoja, hodi hodi. Baba wewe, na wewe mama hodi, na wewe kijana hodi, na wewe msichana hodi, na mtoto hodi hodi hodi. Anachongoja kwetu kwa siku ya leo ni kuisikia sauti yake, kufungua mlango, halafu na kumpa nafasi. Yeye atakuja, ataingia, atakula nawe, na wewe utakula pamoja naye. Hapa anatualika tuanze mchakato. Waingereza wanasema ni process, mchakato wa siku 40, kuisikia sauti yake Yesu ikiwa inagonga mlangoni, kwenye nyumba yako, kwenye moyo wako, kwenye jumuiya yako.
hodi, 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 hodi. Ana sababu, anataka kukuambia mpango wa Baba yangu umevurugwa katika maisha yako binafsi, na mpango wake Baba yangu umevurugwa katika familia yako, na mpango wa Baba yangu umevurugwa hata kanisani, katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, katika vigango na katika parokia. Ninabisha hodi, nisikilizeni. Na tukisikia ni juu yetu tuchukue hatua. Hatafungua mlango kwa fujo. Mungu wetu ni mwema, ametupa uhuru. Anataka tuamue sisi wenyewe, tuseme naam, nimesikia sauti yako, na ufungua mlango. Na yeye namkaribisha, anaingia ndani yangu, anaingia katika nyumba yangu, anaingia katika kigango changu, anaingia kwenye shirika letu la kitawa, anaingia kwa maaskofu, anaingia kila mahali. Anaketi na kutueleza, sasa mpango wa Mungu wangu ndio huu. Mpango wa Baba yangu hauko mahali pengine, ni upendo usio na mwisho. Na wapenda licha na taabu zenu, licha na madhambi yenu. Mama, baba, vijana wote tuko hapa kwa sababu ya upendo wake, na kwa Kwaresma nzima atatuonesha jinsi huu upendo ulivyo, na jinsi hatua kwa hatua mambo mawili yanakuja. La kwanza ni toba. Tubuni. Kutubu ni lazima, kugeuka. Mmoja amesema siwezi kutubu kwa sababu nikiungama leo, kesho nikitoka hapo nje ni hilo hilo, naenda huko na hilo hilo. Kama mbia uanze na mchakato uanze. Natoa kwa mfano, tuseme mimi naenda Zanzibar, alafu nachukua basi hapa naelekea Moshi, Kilimanjaro. Watu njiani wananiuliza, "Hey, mzee, unaenda wapi?" Nawaambia mimi naenda Zanzibar.